Daima hata tuwe mrengo tofauti nitakuheshimu miaka yote. Na hata kwetu Gatundu umekuja mara mingi na tulifanya kazi pamoja ukiwa makamu wa rais. Hata wakati tulikuwa na One Kenya, wakati nilikwambia mimi siwezi kuenda hiyo mrengo ya Azimio, ulinitia mbuzi pale hata. Mimi na Jirongo na Martha Karua tukakaa chini tukakula mbuzi, na wacha nikwambie mpaka wa leo sijakula mbuzi tamu zaidi ya ile nilikula huko hata. So hakuna mtu ashavuja hiyo rekodi ambao tulifanya pale hata. Na hapo tukasalimiana tukakwambia wewe chukua mtu yako anaitwa Tinga, mimi nakubariki. Mimi wacha niende kwa Ruto yangu. Tukaachania hapo, lakini tukaendelea kufanya kampeni kwa amani na kwa heshima, sababu wewe ni mzee wetu na tunakuheshimu, na pia mimi nakuheshimu na pia unatuheshimu pia. Kwa hivyo ile kazi unafanya pale katika mambo ya dialogue, mambo ya bipartisan, mimi kwangu niko hapo ndani kabisa. I am one person who is supporting these bipartisan talks fully. Na sio kwa sababu mimi ni muoga. Hata watu wengi mimi wananijua mimi ni mtu ya vita. Lakini vile mimi mnajua ni mtu ya vita, ikikuja mambo ya amani, mimi ndio mtu ya amani zaidi hata vile mtu wa vita. Na kuna wakati wa amani na kuna wakati wa nini? Wa vita. Na sasa hii mimi nasema hata huko wakati wa Second World War, wakati wa Uingereza na Wajerumani walikuwa wanapigana, ikifika saa 4 wakiambiwa ni tea time, wakati wa chai, wanaweka silaha chini. Ndio watu wakunywa chai wakimaliza wanachukua bunduki tena. Ile kazi unafanya pale na Mheshimiwa Ishungwa, hiyo ndio tea time yetu katika hii Kenya. Sisi ambao tuko Kenya kwanza, si ati tunasikizana. Wengine wanasema one man one vote. Wengine wanasema one man one kilometer. Si ati tuko na sauti moja. Na kama mambo ya mipaka haiwezi kufanyika kama taifa imegawanyika. Haiwezekani. Hiyo ni kumaliza taifa. Nikifikiria mambo ya mipaka, nifikiria hatuna IBC. Bora tu ile maneno ya handshake hakuna. Unajua mimi na Mudhama na Mheshimiwa Mutula Kalonzo tulikuwa kwa ile kamati ya Mrengo na Kiraitu ya 2016. Ile ambayo ilirekebisha mambo kidogo ya IBC, na ndio hata ile tulikaa chini Mheshimiwa Ruto, kama sio ile tulisema kwamba kula ikimalizikia kwa polling station hiyo ni final, Mheshimiwa Ruto hangekuwa rais na Mheshimiwa Binyadeti hangekuwa governor hapa. Kwa hivyo hii nchi yetu lazima kila mwaka, kila uchaguzi tuende tukikaza spana kidogo. Ile tuliachieve 2017 tukakaza 2022. 2022 tukaza kidogo, tuende 2027 tukiwa afadhali. Kwa sababu hata Amerika hawakujikuta ati wameendelea na wamekuwa watu wako juu sana kwa siku moja. Hiyo kazi mnafanya ni kazi ya muhimu sana kupeleka Kenya mbele.